Matabe. Waziri kutoka Mwanza Tanzania, East Africa. Bwana sio mwingine ni best comedian kutoka Mwanza Tanzania na sio mwingine Matabe. Kujipendekeza ukweli kwenda kwa mpenzi wangu bila taarifa. Tena nimekoma. Tulikuwa tunachati mpaka saa 8 za usiku. Tukawa tunaambiana kata wewe. Tukawa tunaitana babaji. Mimi sasa hivi naitwa DX. Nimekoma. Mimi Matabe. Nimefika Iringa nikapata mshangazi. Nikamuuliza, shangazi unakaa wapi? Shangazi akaniambia anakaa Kitanzini. Nikamuuliza, shangazi kazi unafanyia wapi? Shangazi akaniambia kazi nafanyia Day One. Nimekoma kwa kweli. Kwa kweli nimekoma. Toto zinga. Hatari hiyo. Unajua kwenye maisha watu wengi wanasema kwamba mapenzi yanauma. Sio kweli. Kuna vitu vinauma. Hivi ushakwenda ugenini, uko na rafiki yako, alafu mkakaribishwa chakula, ukasikia rafiki yako akasema sisi tumeshiba. Sisi na nani? Umeshiba na nani mbwa wewe? Kuna vitu vinauma. Kwa vitu kwenye maisha yanauma wana. Na wanaume nataka niwaambie, kuna aina ya mwanamke ukimuoa, sahau kuhusu cha asubuhi. Sahau. Unaoa traffic. Wewe unaamka asubuhi upate cha asubuhi, yeye anawahi foleni. Au unaoa mama zetu hao wa sokoni hao. Wewe unataka cha asubuhi, mwenzako anawahi kwenda kutafuta mboga. Asubuhi. Azoefu ni mbwa wewe. Unajua nimefika Iringa, moja ya kitu ambacho nimekipenda Iringa ni wanawake wa Iringa jinsi walivyo wakarimu. Jamani jipigeni makofi jamani. Wakarimu sana. Nilienda harusi moja jana, nikakuta wanawake wa Iringa jinsi anavyomtambulisha mume wake harusini. Mwenyewe unapenda. Mwanamke alingeka kabisa mimi kwamba mtambulishe mume wako, akaanza kwa kumwambia, "Asante sana kwa bibi na mabwana. Kwa majina naitwa Margaret Paul. Napenda kumtambulisha kwenu mume wangu Mr. Jovin Nyonga Mkorea ile." Yaani anatambulisha mwenyewe unapenda, lakini njoo Mwanza. Mwanamke wa Kisukuma anavyomtambulisha mume wake harusini. Kwanza ile anakabidhiwa tu mic na MC kwamba mtambulishe mume wako. Mwanamke wa Kisukuma anapiga na magoti mpaka chini. "Asante ndugu MC. Waweta." Kanaanza kujitambulisha, "Kwa majina naitwa Tabu Balizo kwa. Ninapenda kumtambulisha kwenu mume wangu anaitwa Yombo."
anaitwa Yombo, baba wa mishemishe. Alafu kisha kumtambulisha pale, kanamgeukia mume wake anasema, "Simuone hivi mwanangu ni mwembamba, anapeleka moto." Mimi Matabe nilijua nikimsevu my heart, yata msevu my only one. Mimi ni wamsevu boda boda ya Teddy. Kuyaamini mapenzi, kusema ni wa kwangu peke yangu. Leo kwa kweli nimekoma. Hawa ndio wale mtu unakuta, mtoto mzuri wewe, hatari hiyo. Tunakujitindana na anateswa na mapenzi la wanaume. Nimefurahi sana. Nimeona ndugu zangu walikilima hoteli. Safi sana, mko poa. Meneja, kwema lakini. Jana mimi nimefikia pale Ukilima. Sasa yule mshangazi wangu nilimpeleka pale akagomba kuingia. Upa wengine. Anambia swiki gani kule jamani yule mshangazi. Sasa meneja njoo. Meneja alikilima hoteli. Njoo kaka. Pita huku sasa ufanye kazi ya Mungu. Unajua makanisani siku hizi kumekuwa na tabia moja kwamba mchungaji anaweza kawa anahubiri, waumini wanampelekea sadaka. Sasa mchungaji wa kanisani kwetu huwa inategemeana sadaka ni shilingi ngapi. Ikitokea mchungaji anahubiri, mtu akapeleka sadaka ya 10,000, maombi yanapanda juu. Ila mtu akipeleka sadaka ya silver, maombi yanashuka chini. Sasa wewe unaonyeshe, meneja shika 10,000 hapo. Na ubiri unaita 10,000, tunaonyesha watu mchungaji akiona shilingi ngapi? 10,000, sawa? Bwana akasema, "Sari sana, muombe Mungu." Sari sana ndugu yangu, omba sana. Mchungaji akiona 10,000 nasikia haleluya kanisa. Ngeukia mwenzako mwambie wewe ni malaika. Mwambie mwenzako utakwenda mbinguni. Haleluya. Sasa mchungaji kana shilingi ngapi? 10,000. Sasa itokee mtu anahubiri, mtu akaleta silver, maombi yanashuka chini. Shika hii silver na ubiri tena analeta silver. Bwana akasema, "Sari sana, muombe Mungu." Omba sana ndugu yangu, siku zako za kuishi. Mchungaji akiona silver nasikia watu wa Mungu, naomba tuwe serious na ibada.